makosa yangu na kuitoa damu. Mateso uliyoyaona, uchungu na machozi, usiulegeze mani, siyasahau kamwe. Huzuni nyingi uliona katika teso lako, ulipoachwa peke yako na wanafunzi wako. Mateso uliyoyaona, uchungu na machozi, usiulegeze mani, siyasahau kamwe. Na ukiona roho yangu haina pendo kwako, uniongoze Getsemani, nione teso lako. Mateso uliyoyaona, uchungu na machozi, usiulegeze mani, siyasahau kamwe. Amena. Sijui kama na wewe umeimba na huyu mwimbaji. Sijui kama na wewe umesikia maneno ya huyu mwimbaji. Kama umeyasikia, na wazia hatuwezi tena tukahubiri hata neno lolote lile. Lakini acha nigeuze kidogo tu, na ndipo niingie kwa neno la leo. Pasaka yetu hii ni nzuri, na kila mtu amejiandaa kwa Pasaka hii. Pia acha niwakumbushe kwamba tuna safari ya Injili ambayo tunakwenda Michigan mwezi wa 7. Wangapi wanajiandaa kwa hiyo safari? Waweke mikono juu. Wangapi wanajiandaa kwa hiyo safari ya kwenda Michigan? Bwana wabariki. Asante sana. Acha niwaambie wapendwa, tujiandae kwa safari hiyo, na kila mmoja wetu aandae nauli yake. Nauli yake namna gani? Ni hii sasa. Tutakuja hapa nyuma na mchango. Changia ile ulio nayo, ili tukafike Missouri, tukafike Michigan, tukafike Kentucky, tukafike sijui Iowa, tukafike Dallas, tukaende mahali popote pale. Amena. Maana Yesu kama alitufia, hiyo ndiyo kazi alituachia. Alituachia hii misio ya kupeleka neno la Mungu. Hakutuachia misio ya kubaki makampani, hapana. Alituachia misio ya kupeleka neno la Mungu. Twende tuwahubiri watu wengine. Ninajua wakati tafanya changizo, changia na wewe kwa misio hiyo. Changia tupeleke Injili huko Michigan. Acha tuwe pamoja katika neno la Mungu. Kwa maana Yesu
usiku ule alipoteswa, alituambia hii kazi na waachia, na nyinyi mtakuwa pamoja na mimi. Basi acha niwaulize neno moja, na wazia nilishakawahi kulizungumza habari ya vitu ambavyo vilikuwa katika hekalu la Mungu. Nani anaweza kunambia kwa hekalu la taifa la Israeli, katika sanduku la agano mlikuwa mnalindwa vitu gani? Napenda tuanzie hapo, ndipo tuingie kwa somo letu, ili tujue huyu ametufia alituachia kitu gani kama ulinzi, na wakati alipaa mbinguni alituachia hiyo nguvu. Sanduku la agano mlikuwa kitu gani mle ndani? Amena. Mlikuwa mle ndani kitu gani, na vitu gani vilikuwa vinalindwa humo ndani? Wazia wa vijana, wakati tutakuja na mafundisho ya vijana, tutakuwa tunajifunza vingi, sababu nimeandaa mafundisho ya vijana kwa hii mwaka. Tutakuwa pamoja, tutakuwa na masomo ya Biblia zaidi. Hiyo ndio tutajifunza Biblia zaidi. Basi katika sanduku la agano, napenda niwapatie kimoja tu, sitawapatia vyote. Mlikuwa kinara cha taa au kitasa kwa Swahili lingine. Hiyo kitasa au hiyo kinara ilikuwa na vichwa 7. Kwa vichwa hivyo 7 vilikuwa na maana yake, baba vilikuwa mule ndani. Hiyo kitasa au kinara kilikuwa kinaonyesha nguvu, mamlaka, uwezo ambao kanisa liliachiwa. Na ukiangalia kwa hiyo mikono yake 3 ngambo huku, 3 ngambo huku, kulionekana mkono mmoja katikati. Sijui kama zile kalamu zetu zingali pale au zimekwisha kumalizika. Ile kalamu yetu ingale pale, ili nikichape hapa tukione. Muangalie kama zile kalamu zetu zingali pale. Zishakaisha. Sasa nani aliibaka kalamu zetu na tulitumikisha tu mara moja tu? Acha niwaonyeshe kwa buku langu hapa. Sijui kama nyinyi nyote mtakiona, lakini ni hiki. Mshaka jua hii? Hii ndio walikuwa wanaita kinara au kitasa katika maandiko, katika Agano la Kale, na hiyo ilikuwa inalindwa kwa ajili ya kazi za Mungu. Sasa hapa chini, ile mafiga yake ilikuwa na maana yake. Nani anajua maana yake? Nani anaweza kujua maana yake ya ile figa? Kwa sababu huku ilikuwa mikono 3, huku mikono 3, hapa katikati mkono mmoja na kushuka. Sasa hapa kwenye ilikuwa na kaa ilikuwa na maana yake, na hapa kichwa ilikuwa na maana yake, na hii mikono 3 ilikuwa na maana yake, na hii 3 maana yake. Hakuna naona niko napenda niwalete kwa habari ya Pasaka kizuri, ili muelewe wapi tumeanzia. Ile nafasi ya kukaa maana yake alikuwa ni Mungu.
Ile nafasi ya chini maana yake ni Mungu, na ile nafasi ya katikati maana yake ni Yesu. Na hii mikono mitatu ngambo ya huku na mikono mitatu ngambo ya huku ilikuwa ni taa ambazo zilileta maana mbili tofauti. Taa za mkono wa kulia zilikuwa zinaonyesha taifa la Israeli, mwanga kwa taifa la Israeli, na mikono mitatu kwa ngambo ya kushoto ilikuwa inaonyesha mwanga kwa kanisa, yaani taifa la Israeli na kanisa likawa pamoja kupitia nani? Kupitia Mungu kutoka kwa Yesu Kristo, akatufanya na sisi tuitwe taifa teule. Semeni haleluya. Sisi hatukukuwa wateule, hatukukuwa tumeteuliwa. Mnaanza kusikia? Sisi hatukukuwa tumeteuliwa, hatukukuwa miongoni mwa taifa la Israeli. Hesabu yetu haikukuwa hapo. Sasa wakati Yesu alipokuja, Mungu alipomtuma, akatupatanisha sisi mataifa na tukawa na Israeli, tukapatana sasa sote, tukawa Israeli wa nini? Tukawa Israeli wa vitu gani? Israeli wa kiroho. Huyu ambaye tunayemuona napigana vita ni Israeli wa kimwili. Sasa Yesu akatufanya kuwa Israeli wa kiroho, na ndiyo maana huyu ambaye alikuja akaja kufanya nini? Kutupatanisha. Akachukua vitu vyote, akachukua gharama zote, akatufanya tuitwe mtu mmoja. Na ndiyo maana mnaona hiki kinara ni kimoja, kinakamata vitu vyote, kinakamata Mungu, kinakamata na Yesu, kinakamata kanisa, kinakamata na Israeli. Wote wanakuwa pamoja. Na ukiwa ndani ya Mungu, Yesu anakuwa ndani yako, unakuwa Israeli wa kiroho kupitia Yesu, na Mungu anaenda kushuhudia kazi ndani mwako. Na sababu ya hii ufalme, uwezo na nguvu tumeupata kupitia nani? Yesu Kristo. Kama hangekufa, kama hangeteswa, kama sisi leo hatuitwi na wokovu, kama hatuna na nguvu ya kuomba, kama hatuna na nguvu ya kuabudu, sababu yeye alipokufa alishinda mauti, akashinda na nguvu za shetani na akazimaliza, na sisi akatuachia sasa ile uwezo. Ndiyo hiyo tuko nayo. Kama hangekufa, ni nani angekuwa na hiyo uwezo? Hakuna. Na ndiyo maana uzito wa Mungu uko ndani yetu. Mungu akatupa uzito, akatupa upatanisho, tukapatana, tukawa na uzito, tukaitwa watu walio heri. Basi acha tusome maandiko matakatifu katika Wafalme, ndipo pana somo letu. Wafalme wa pili 23 mstari wa 21 hadi 22. Wafalme wa pili 23 21 hadi 22. Hapa tuna neno ambalo tutakwenda kujifunza. Nani atatusomea? Mpatie megaphone ili tusikie hili neno. Kwa sababu hapo ndipo tuna neno la leo tutakwenda kuzungumza. Sasa mara hiyo leo okay. 22, 23
23 pale 21 hadi 22. Mfalme wa Pili 23 na mstari wa 21 hadi 22. Inasema hivi: naye mfalme akawaamuru watu wote akasema, mfanyieni Bwana Mungu wenu Pasaka kama alivyoandikwa katika kitabu hiki cha Agano. 22. Hakika yake haikufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani za waamuzi walioamua Israeli, wala katika zamani za wafalme wa Israeli, wala za wafalme wa Yuda. Amen. Amena. Amena. Eti hakika yake hakukufanyika Pasaka kama gani? Pasaka kama hiyo tangu zamani. Waamuzi ni wanani? Ni watu wenye kukata sheria. Waliamua kwamba Israeli wala katika dhamani za wafalme wa Israeli wala za wafalme wa Yuda hii Pasaka iwepo. Je, napenda kuuliza, na hapa ndipo somo litakuwa, nani aliamuru Pasaka? Nani aliamuru Pasaka? Nani aliamuru Pasaka? Hatumjui. Yesu. Basi acha nisome hii Swahili tusikie. Kisha mfalme aliwaamuru watu wote akisema, mfanyeni Mwenyezi Mungu wenu Pasaka kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Agano. Hapa tunazungumza wamfanyizie nani? Nani walisema tuzungumuze kama vile maandiko? Wamfanyizie nani? Mungu. Nani iko nasema? Mfalme ndio iko nasema wafanye nini? Wamfanyizie Mungu wao Pasaka. Ni wanani watafanya Pasaka kwa Mungu wao? Wa Israeli. Mfalme anajitosha, yeye haiko katika ile Pasaka, si ndio? Yeye anasema mfanyizie Mungu wenu Pasaka kama ilifanyika nini? Kama ilivyo katika nini? Katika kitabu cha Agano. Sasa nani aliamuru hii Pasaka iwepo? Tufuate vizuri. Tuko tunafuata vizuri. Mfalme alisema mumfanyizie Mungu wenu, taifa la Israeli, mfanyizie Mungu wenu nini? Pasaka kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Agano. Nani aliruhusu kitabu hiki cha Agano? Mungu ndiye aliruhusu Pasaka hii iwepo, haiko mfalme. Amena. Tuko pamoja? Sababu
sababu ilikuwepo. Mfalme anafanya nini? Anakumbusha tu, anafanya kumbukumbu. Wakumbuke, wamfanyizie Mungu wao, sababu alijua, mfalme alijua hiyo siku kwamba hii Pasaka inakuweko. Je, Pasaka ni amri kutoka kwa Mungu au ni kutoka kwa mfalme? Amena. Hilo ndio somo tutajifunza. Je, Pasaka ni amri kutoka kwa Mungu au kutoka kwa mfalme? Basi. Sasa acha twende tusome kitabu cha Luka. Tusikie. Luka 22 mstari wa 7 hadi wa 13. Luka 22 7 hadi 13. Some katika jina la Yesu. Luka 22 mstari wa 7 inasema hivi: ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. 8. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mukatuandalie Pasaka tupate kuila. 9. Wakamwambia, wataka tuende wapi? 10. Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. 11. Na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. 12. Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. 13. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka, kuanzishwa kwa chakula cha Bwana. 14. Hata saa ilipofika, akiketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Amen. Amen. Amena. Sasa tumeona Pasaka hii mfalme hakuwa na uwezo wa kuiandaa. Mfalme alikumbusha, nakumbusha taifa la Israeli. Kama hivi leo tunakumbusha taifa la Buffalo ya kwamba kuko Pasaka, na watu wa Buffalo wanakumbuka kwamba kuko Pasaka. Na Yesu naye sasa hapa ndipo anajifunua vizuri. Anaanza kutuonyesha ni kitu gani atafanya. Anaanza kuonyesha namna gani ataandaa Pasaka na wanafunzi wake. Pasaka ya Yesu Kristo ina vipindi vingapi? Vipindi vingapi ili tufikirie kwa siku ya leo? Vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha nini? Cha mateso. Kipindi cha pili ni kipindi cha nini? Cha kifo. Kipindi cha tatu ni kipindi cha nini? Cha ufufuko. Kwanza anateswa, pili anakwenda kuzikwa kaburini, tatu anakuja kufufuka. Na hiyo siku
ilianzia siku ya ngapi? Siku ya 5. Siku ya 5 Yesu akaanzishwa na matatizo ya kifo chake kinakuwa pale. Anaingia kwa mateso mule kaburini. Siku ya 6, siku ya Jumapili kama leo, anafanya nini? Anafufuka. Amena. Wangapi leo Yesu amefufuka ndani ya mioyo yao? Waseme amena mkubwa. Amen. Amena mkubwa. Amen. Sijasikia amena mkubwa. Amen. Haleluya. Amen. Amefufuka. Iko hai. Na wewe uko hai leo, sababu Yesu amefufuka. Jana ulikuwa katika pirika ya matatizo na shida na magumu. Leo sasa umejikungumua katika ile magumu. Umekuwa hai. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Siku ya 5 ulikuwa katika hiyo shida. Lakini leo Yesu amesema yote yamekwisha. Yote yamekwisha. Amechukua matatizo yako, madhaifu yako, shida zako, hali yako ya udhaifu, zote amefufuka nazo. Akasema mimi naenda sasa, ninawaacha muwe huru. Tujisikie tuko huru ndani ya Yesu. Pasaka hii ukuache ujisikie uko huru. Ujisikie kwamba unakaa ndani ya Yesu. Ujisikie kwamba Yesu anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani ya Yesu. Maana haikuwa amri ya mwanadamu, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Maandiko yatimizwe. Na hii ndiyo maana Yesu leo ameandaa karamu na sisi. Anatuambia leo, ni hapa tumesoma. Leo sasa naandaa karamu na wanani? Na sisi wa Kristo. Anasema twende tuangalie, na tumekwisha kuangalia. Tumekutana, chumba cha kuandaa karamu kiko wapi? Ni hapa. Ni hapa. Na Yesu naye anakuja ili ale Pasaka pamoja na sisi. Si mtu mmoja angesema haleluya? Yesu ameandaa karamu pamoja na sisi. Sasa iko na kula karamu pamoja na sisi. Anafete pamoja na sisi. Wenzetu wako nje hawako wanafete na Yesu, sababu hawana na chumba. Sisi ametuambia twende tuangalie, na tumwambie kwamba Bwana ametuambia nini. Msomaji, turudilie tena kusomea. Tusikie Yesu namna gani ametuandalia, na tuko pamoja na Yesu. Tuko tunakula karamu pamoja na Yesu. Mstari wa 9 tusomee hapo, mstari wa 6, wa 9 ama wa 8. 22. Luka. Luka. Luka 22 na mstari wa 8. Wa 8, waanzie hapo mstari wa 8. Akawatuma Petro na Yohana akisema. Simamia hapo. Anamtuma nani? Anatuma Petro. Petro, mimi niko hapa. Anatuma na nani? Na Yohana. Yohana iko hapa. Anatuma na nani? Watu watatu. Na wako pale wote. Na hakuna. Alituma wawili, Petro na Yohana. Petro na Yohana. Anawaambia nendeni, na sisi tumeenda. Mtu andalie, tumekuja kuandaa. Haleluya. Haleluya. Tumeandaa tupate kula pamoja na nani? Na Yesu. Endelea baba. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila.
Haleluya. Ametutuma twende, Petro na Yohana baba, twende tuandalie Pasaka watu wapate kukula. Haleluya. Na wewe Petro na Yohana mko hapo. Tumeandaa Pasaka. Kila mtu mahali pale alipo mwambie mwenzako, mimi niko Petro na wewe uko Yohana. Ambia ndugu yako hivyo, mimi niko Petro na wewe uko Yohana. Sema na wewe uko Petro na mimi niko Yohana. Haleluya. Basi sistema haleluya. Na nguvu sana, maana uko Petro na mimi niko Yohana. Tumeenda kutafuta mahali ili tule Pasaka pamoja na Mungu. Yesu we. Oh yes. Vinakuja vya mingi. Twende. 9. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Petro na Yohana wanamuuliza Yesu swali. Bwana wangu, mwalimu wangu, rabi wangu, sasa hii Pasaka unapenda tuiandae wapi? Na wewe umuulize Bwana, muulize Yesu, hii Pasaka ya leo unapenda niandalie wapi? Wapi niandae hii Pasaka? Simumuulize kwanza hivyo. Simumuulize Yesu hivyo kwanza. Yesu, unapenda tuandae Pasaka hii wapi? Come on man. Come on. Twende baba. 10. Akawaambia, tazama mtakapoingia mjini, Buffalo, mtakutana na mwanaume huyu tulikutana naye hapa Pasa Samueli. Akichukua mtungi wa maji. Alichukua mtungi wa maji, anaenda kuteka maji. Tunakutana Samueli. Mfuateni akaingie katika nyumba. Alipoingia Samueli Rivera kwa hii kanisa, atakayoingia yeye. Mahali anaingia humu. 11. Na mtamwambia mwenye nyumba, mumwambie Pase Rivera hivi, mwalimu akuambia. Yesu anatuambia, na ndiyo maana alituruhusu tuje hapa. Tulimwambia Yesu anatuambia tutaingia hapa. Suseme mtu mmoja aseme vile, Yesu atuambia tuingie hapa. Haleluya. Yeah. Ki wapi chumba cha wageni? Kiko wapi chumba ambacho wageni watakaa? Sisi tuko wageni katika nyumba hii. Tuko wenyeji wa nyumba hii. Sisi tuko wageni. Nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Ili tule Pasaka na wanafunzi. Sisi tuko wanafunzi wa Yesu. Sote hivi tuko wanafunzi wa nani? Wa Yesu. 12. Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani. Alituonyesha chumba kikubwa kenye kiko hapa kwa hii ghorofa hii hapa. Kimekwisha andikwa, andaeni humo. Kimeandikwa, andaeni humo. Haleluya. Chumba kimeandikwa, andaeni humo, na sisi tumeandaa humu. Haleluya. Tumeandaa Pasaka yetu humu katika chumba hiki. Oh yes we. Sababu haiko amri ya mwanadamu, ni amri ya Mungu. Ndiyo maana tumeandaa Pasaka yetu humu. Hatukwenda nje. Tumeandaa Pasaka yetu humu. Sasa tutakuja kuiangalia kwa njia nyingine. 13. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Petro na Yohana wanaenda wanakutana vile vile. Sisi tulikutana miti inaandaliwa. Tulikutana vile vile, wanatuambia twende tukutana miti imekwisha kuandaliwa. Na sisi Pasaka, Yesu anatuambia mwende tu. Pasaka yenu nimekwisha kuiandaa. Msiogope. Msiwe na woga. Msiwe na hofu. Pasaka nimeiandaa kwa kila mtu.
Wakaiandaa Pasaka, kuanzishwa kwa chakula cha Bwana. Wakaanza kuandaa Pasaka ili wale chakula pamoja na Bwana. Na sisi tuko tunakula nini? Neno la Mungu ni chakula ambacho Mungu ametuachia ili tukile pamoja na wapendwa. Yes. Oh, Mungu. Basi, endelea baba, malizia. 14. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Saa sasa ya Yesu inafika. Yesu iko ndani yetu, iko na changia neno la Mungu pamoja na sisi. Sema haleluya, 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 haleluya. Yesu iko na kula chakula pamoja na sisi, anaandaa meza pamoja na sisi. Anasema Pasaka hii nitaikula pamoja na watoto wangu leo. Wenye wako Buffalo kwa the way hapa church hapa, wanakula na Yesu, tunakula na Yesu. Ona furaha. Si mnaona kama ni furaha kubwa kukula na Yesu meza moja? Nani angekuwa invite kumeza ya Trump leo, wakule na Trump leo kumeza moja? Na wazia ma TikTok leo zingesema. Leo uko na ule, si comment tu niko nakula na Trump. Wengine wako wanaenda kusanya tu mapicha, wanajiweka kwa mtu mmoja tu, wanakusanya tu wamuone kama iko na fulani. Si ndio vile mnafanya? Si ndio vile mnafanya? Mna edit tu picha, mnaipeleka tu. Kama nishaona pastor na vala vizuri, njoo sasa naona na mimi niko vale. Si mnaona kama na mimi nilikuwa na ule pastor? Hiyo ilifanyika hapa, haiko mbali Kinshasa, na haijafika siku mingi. Ni hili juma ilifanyika. Pastor mmoja na wa kanisa lingine sitalisema. Huyo pastor kumbe hivi anaenda mkanisa, anajikamatisha picha na pastor. Sasa nini alifanya? Anaenda kule, anaanza na kujitangaza, na mimi niko pastor wa ile kanisa, ili wampatie nini? Heshima, si ndio? Lakini angalia vile tuko na Yesu, tuna heshima. Yesu ameandaa Pasaka pamoja na sisi, na iko na kula Pasaka pamoja na sisi, na anakaa pamoja na sisi, na iko nasikiliza pamoja na sisi. Sasa ni kitu gani kia heshima kama Yesu anakaa pamoja na wewe? Kitu cha heshima sana. Malizia baba. 15. Naona akawaambia, anawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Amen. Amen. Yesu anasema, wapendo wa Buffalo, nilitamani sana Pasaka ya hii mwaka wa 2025 ni ile pamoja na nyinyi kabla sijapata mateso, kabla sijahukumiwa, kabla sijapata adhabu. Mungu wetu ni mzuri sana. Anakupenda, ananipenda. Anatamani umpatie kipande kidogo tu ale Pasaka na wewe. Nani iko tayari kusema, Yesu niko hapa, unikaribie tule Pasaka na wewe? Weka mkono wako juu kama unapenda huyu Yesu akukaribie ale Pasaka pamoja na wewe. Asante, mwambie Mungu, ninatamani nile Pasaka pamoja na wewe. Saa hii usiniache. Mungu anakuhitaji. Mungu ananipenda. Sababu wapendwa, kama mimi na wewe kama hatusherekei hii Pasaka, sababu ilikuwa ni kwa taifa la Israeli. Ukiangalia shurti za taifa la Israeli zilikuwa ngumu na nzito kulingana na Pasaka, sababu ilikuwa inakadiriwa kwamba kila mtu alete mwana mbuzi. Sasa mimi na wewe hatungempata huenda, ili kila mwaka twende wale Pasaka. Na kwa taifa la Israeli, Mungu hakutamani tu wao wenyewe wale ile Pasaka, lakini alisema pia na mataifa nao wao wanashiriki kwa hii Pasaka.
na kaja akatufia, akatupatanisha, tukawa sasa mtu mmoja. Na hivi ndivyo tulivyo. Ndio maana tunasherehekea leo, sababu Yesu alitamani. Wewe haukumwambia Yesu atamani hii siku, mimi sikumwambia Yesu atamani hii siku, lakini ni Yesu yeye mwenyewe, sababu ilikuwa katika amri yake ya kwamba ni lazima ale Pasaka na wanafunzi, na sisi ndio wanafunzi wake. Na ndio maana tunasherehekea Pasaka yetu, sababu Pasaka katika ufafanuzi wake ni neno ambalo linasema kutoka mahali hapa na kwenda mahali pengine. Waingereza wanasema ni pass over. Sasa wakaiweka pamoja, ni kutoka hapa na kuingia kwa nafasi nyingine, sababu ni neno la Kigiriki. Na sisi leo Kristo ametamani tutoke mahali tulipokuwa katika mateso, atupeleke mahali pengine pa furaha. Sababu kama mnakula na mkubwa, namna gani unajisikia? Si unajisikia furaha? Kuchangia na mkubwa unajisikia furaha. Na sisi tunachangia na Yesu leo, tunajisikia furaha. Na wewe uchangie na Yesu. Mwambie Yesu, ninachangia pamoja na Pasaka hii, pamoja na wewe, maana umenikomboa, umeniondoa, umeniweka huru. Sasa leo nakushukuru Mungu wangu. Yale uliyoyafanya katika maisha yangu sitayasahau. Kunikomboa sitasahau. Mateso yako sitasahau. Shida zako sitasahau. Sababu umechukua mizigo yangu, matatizo yangu. Na mimi nakushukuru Mungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Amen.